Kipindi tulicho nacho ni kipindi cha Kwaresma. Ndio. Kipindi cha kukumbuka mateso ya Yesu Kristo. Kabisa. Na wiki hili ndio wiki la maadhimisho yenyewe. Swali langu leo linakuja, kwa nini Yesu aliteswa? Na wakati alikuwa na uwezo Yesu wa kukomboa wanadamu bila kuingia kwenye mateso, huo uwezo alikuwa nao. Lakini tunaona anaingia, anateseka msalabani, anapigwa, anachomwa mikuki, anasulubiwa, anatemewa mate. Nini lilikuwa kusudi la haya mateso kwa wanadamu, au nini lilikuwa kusudi la Yesu kuteseka? Kila kilichofanyika kilifanyika kwa kusudi. Hakuna kitu ambacho kilifanyika kwa bahati mbaya. Sawa sawa. Na Mungu alikuwa na uwezo wa kutukomboa wanadamu bila hata kumuingiza Yesu kwenye shida. Alikuwa na uwezo huo. Lakini pia hata ujio wa Yesu Kristo alikuwa na uwezo wa kutukomboa sisi bila hata kuingia kwenye mateso. Sawa sawa. Lakini aliingia kwenye mateso na alikubali mateso kwa sababu alikuwa na kitu cha kutufundisha. Sawa sawa. Tujifunze kitu kimoja. Asilimia kubwa ya vitu ambavyo vinatupeleka kwenye dhambi ndio huwa ni miili yetu. Sawa? Yeah. Na ndio maana Biblia inasema roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Na ndio maana Mungu pia anamtuma Yesu katika mwili. Sio katika roho. Katika mwili. Ili aweze kutufundisha jinsi ya kucontrol mwili dhidi ya dhambi. Sawa sawa. Kwa hiyo Yesu anaingia kwenye mateso. Kilichokuwa kinateswa pale sio roho yake. Kilichokuwa kinateswa pale ilikuwa ni nini? Ni mwili wake. Kutufundisha wanadamu kwamba kuna baadhi ya vitu tunazotoka tunavipitia kwenye maisha ambavyo vinauhusisha mwili na tukashindwa kuvicontrol, tukajikuta tumeingia kwenye dhambi. Kwenye madhambi na mateso. So unaelewa? Naelewa. Tuchukulie tu mfano, umefika wakati ambao nyumbani kwako kuna njaa kali. Hii ni adhabu ya kimwili. Sawa? Unalazimika kwenda kuiba ili kuweza kukidhi njaa yako. Tayari umemkufuru Mungu. Sasa. So umeelewa? Tuchukulie ugumu wa kiuchumi ambao uko sasa hivi. Unakuta dada anapitia wakati mgumu sana wa kiuchumi. Anaona ni bora aenda akautumie mwili wake kama bidhaa ili aweze kuuza utu wake, apewe fedha aweze kujikimu kiuchumi. Ni mwili ndio uliotumika. Sio roho. So umeelewa? Kwa hiyo dhambi nyingi ambazo zinakuja kwetu sisi wanadamu zinapita katika mwili na sio katika roho. Miili yetu sisi wanadamu ni dhaifu mno kuliko roho. Roho inaweza ikawa inakusuta kabisa kwamba leo nataka nikamtembelee pengine girlfriend wangu au boyfriend wangu. Unaona roho inakusuta kabisa. Yaani ndani unasikia kabisa usiende, hii sio sahihi. Lakini mwili unakupush kwenda. Unaenda. Kwa hiyo unajikuta unatenda dhambi lakini roho haikutaka ila mwili umekusukuma ukafanya. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuja katika mwili anataka kutufundisha sisi kwamba dhambi nyingi zinapita katika mwili. Ukiweza kuushinda mwili wako, umeshinda dhambi yako. Lakini pia anakuja kutufundisha kwenye uvumilivu. Yeye aliingia kwenye mateso lakini alivumilia. Kumbuka yeye aliteswa kwa sababu alijiita Masihi, alijiita mfalme wa Wayahudi. Sio, umenielewa? Lakini lengo la kuteswa lilikuwa ni nini? Ili aukane ufalme alionao. Aseme mimi sio. Sio, umeelewa? Lakini Yesu alivumilia mateso mpaka mwisho na hakukana ufalme wake. Msana leo hiyo ukikamatwa ukapelekwa Stakishari. Wanaweza wakakupa viteso vya mwili ili wewe uweze kutoa ushahidi hata kama ni wa uongo. Sio, umeelewa? Sawa sawa. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuvumilia anatufundisha kwamba tunaweza tukavumilia miili yetu isituingize katika dhambi. Haijalishi tunapitia mateso magumu kiasi gani. Kwa hiyo inawezekana una mateso ya ndoa, inawezekana una mateso ya kiuchumi, inawezekana una mateso mengi sana na kusumbua katika maisha yako. Ukiweza kuyavumilia mateso haya ya kimwili, yatakufanya wewe uishinde dhambi na usiingie kwenye mauti.